wale ambao wameomba na wale ambao wamejifunza kuomba wamejua ni kwa namna gani maombi yanavyofanya kazi, maombi yanavyofungua milango, maombi yanavyoenda mbele za Bwana na Mungu akasikia na akajibu. Sasa hayo ndiyo mambo mawili tuliyo nayo katika maombi. Kwanza, Mungu anasikia. Tunaye Mungu anayesikia maombi, lakini tunaye Mungu anayejibu nini? Maombi. Kwa hiyo tunaye Mungu asiye kiziwi. Tunaye Mungu asiye bubu. Tunaye Mungu ambaye kwa masikio yake anasikia maombi. Haya yalikuwa ni maombi mafupi sana ya Asa. Mafupi. Biblia ina maombi mafupi, ina maombi marefu. Maombi marefu ni Yohana sura ya 17 ambayo Bwana Yesu aliomba maombi marefu sana. Sura nzima ya 17 ya Yohana. Lakini hapa Asa anaomba mstari mmoja, maombi yaliyoshiba, maombi yaliyojaa imani, maombi ambayo yeye mwenyewe Asa anaeleza ni kwa namna gani anavyomtegemea nani? Anavyomtegemea Mungu. Sasa sura ya 15 inatusaidia sana kujua ya kwamba alikuwepo nabii aliyekuwa anaitwa Obedi, ambaye yeye ndiye aliyesimama kumtia moyo Asa ili kusudi amtegemee Bwana na asimtegemee nani? Mwanadamu. Asa katika maombi yake anaonyesha ya kwamba kuna walio hodari na kuna walio wanyonge ambao wanapoyainua macho yao kumtegemea Bwana, kati ya wale walio na nguvu, walio hodari na wale walio wanyonge, anayeweza kuwasaidia ni nani? Ni Mungu peke yake. Ni Mungu peke yake. Sasa kwa Kiebrania mstari huu wa 11 ni mzuri sana kuutazama vizuri, kwa sababu ametumia majina mawili ya Mungu. Kwanza ametumia Bwana, herufi kubwa zote. Alafu pili ametumia Mungu, herufi kubwa moja na ndogo nyingine zinazofuata. Haya majina ni mawili tofauti na ni muhimu sana katika imani au katika mafundisho ya wokovu.